kusifu na kuabudu si burudani. Kusifu na kuabudu ni ibada ya kweli. Ili ibada yako ya kusifu na kuabudu iweze kuleta matokeo kwenye maisha yako, ukutane na nguvu za Mungu, ukutane na uwepo wa Mungu, ni lazima ivuke kwenye kiwango cha burudani. Iingie kwenye ibada ya kweli. Na ikisha ingia kwenye ibada hiyo, ibada yako ya kusifu na kuabudu inafanyika daraja. Sema daraja. Unapofanya kusifu na kuabudu, kuna kovupa. Panapofika mahali pa kuvuka burudani kuingia kwenye ibada, inapoingia kwenye ibada inafanyika kuwa daraja la kuunganisha mbingu na duniani. Inafanyika daraja la kuunganisha udhaifu wako hapa duniani na mbingu iliyokamilika ya mbinguni. Kuna kuwa na connection, kuna kuwa na muunganiko kati ya mbingu na duniani, kati ya hapa ulipo na mbingu mahali baba yako alipo. Pigia Yesu makofi. Lazima tumsifu Mungu kwa kiwango cha kuvuka burudani. Tunapofika mahali pa kutengeneza daraja, mbingu inashuka. Maana yake serikali ya mbinguni inakwepo hapa. Na kama serikali ya mbinguni inakwepo, kila kitu lazima kinyamaze. Paulo na Sila walimsifu Mungu akiwa gerezani. Biblia inasema walikamata Paulo na Sila. Walipokamata Paulo na Sila, wakatandika, wakawaacha na makovu. Damu zinamiminika kwenye mili ya kina Paulo. Wakapiga na pingu, wakawaweka gerezani. Walipowaweka gerezani, usiku wa manane, Paulo na Sila wakaanza kumsifu Mungu. Wakamwimbia Mungu mbingu, wakamwimbia Mungu wimbo wa sifa, wakamwambia Mungu, wewe ni mwema, fadhili zako ni njema, hata sasa wewe Bwana ni mwema. Kina Paulo wakasahau kwamba tupo gerezani, wakamwabudu Bwana. Mbingu ikashuka gerezani. Nasema mchana wa leo, haijalishi uko wapi, mbingu itashuka. Haleluya. Katikati ya gereza mbingu ikashuka. Hivi sijui unamuelewa we Mungu? Gerezani mbingu ikashuka. Serikali ikakaa. Pigia Yesu makofi. Mbingu iliposhuka gerezani, gereza likatetemeka, misingi ikatetemeka. Nasema kila kilichokushika lazima kitetemeke. Kila kilichokung'ang'ania lazima kikuachie. Kila kilichoshikilia maisha yako lazima kikuachie. Haleluya. Mbingu iliposhuka pale, vifungo vikaachia, milango ikaachia. Ghafla mlinzi wa gereza akatazama, akakuta mlango umefunguka, akakuta mlango uko wazi. Akasema, ole wangu, ole wangu, ole wangu. Akataka kwenda kujinyonga. Paulo akasema, usiogope, tupo. Pigia Yesu makofi. Nazungumza habari ya sifa. Sifa ilishusha, ilipigwa sifa gerezani. Haikupigwa burudani gerezani, ilipigwa sifa gerezani. Ilipopigwa sifa gerezani, mbingu ikashuka. Iliposhuka mbingu, gereza likafunguka. Mlinzi akataka kujinyonga. Mbingu iliposhuka, mlinzi alipotazama akataka kujinyonga. Biblia inasema kwamba Paulo akasema, tuko sote hapa, tuko sote hapa. Nisikilize, serikali ikishuka, hutaitwa mfungwa tena, hutaitwa mtumwa tena. Mlinzi akaja, alikuwa anawalinda, akasemaje? Anawaita wafungwa
kama unasoma Biblia utanielewa. Akawaita wafungwa Bwana, kisha akawaleta nje akasema, ndio bwana zangu, yanipasa nifanye nini? Nataka unoti hiyo. Mlinzi wa gereza anawaita wafungwa Bwana. Utaitwa mfungwa tena, utaitwa mtumwa tena. Mbingu ikishuka watasema Bwana yangu, Bwana wangu, Bwana wangu. Tengeneza daraja, mbingu ishuke, jina libadilishwe. Umepewa majina ya kutosha. Wamekuita tangatanga, wamekuita mzuruaji. Tengeneza majina leo, mbingu ishuke, jina libadilike.